We surrender to you this afternoon as we learn more from you. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. Hallelujah. You may get seated. I wish watu wangekaa side moja. It could have been better. But fill the gaps this side. All this mwende side. Fill the gaps hapa vizuri. No, we are recording. So shikanisha. Maliza barabara. I say zeni barabara hapa kushikanishe. Nyinyi mtoke huku mkuje saidi nyote. Yes. That view is nzuri. Are you okay? Okay. Yeah. Are you okay? You are not in church today. You are not in church today. You are not in. You've just arrived. Okay. You are also not in church. You have arrived. You are also not in church. You have arrived. Najua kwa ndoa zangu zote. Najua watoto wangu wale wako attending morning session. You came late. Yeah? Morning, yeah, asubuhi. No, I'm not asking about where you. I'm asking, you came late. Yes. Najua. I know. Mwenye haku attend na mwenye ali attend. Mwenye haku attentive na mwenye alikuwa attentive. Hai, kirenyaga. Mandoma kirenyaga marauga atia. Abai. Maria kuwa abai. Yes, Mami. Hi. What did you say your name is? Maureen? Wagethi. Good. You're happy. Very happy. Guza mkono. Unasikia ni hiyo? Is that usikusha mzuri? She's excited. Sema excited. Bila kuharibu kitu yote nipatie hai. Kama ujui uache usiguze. Wachana nayo. Hii si nini? Just hi. Give me a hi. Hi. Hi only. Imeandikwa black. Just give me a hi, yes. A little bit higher. Ongezea tu kidogo. Thank you. Minimize the low. Kidogo, minimize low. Then the medium. Also, medium, give me higher, a little bit of it. Yes, thank you. Yeah, wonderful. This is a classroom, sindio? We're in a classroom, and when a teacher comes, he normally wants to recap. To wanting to know what was the last topic. Generational curses. Which topic did we dwell on? We dealt on what? What was the topic? What was the topic, main topic? 3 types of curses. We dealt on. What was the kitabu tulisoma gani? Exodus? Exodus 20? Exodus? You are not in class. You are an absentee. Punishment. Tulisoma Exodus? From verse 1. Okay. Exodus 20 from verse 1.
Now show me your notebook and your pen. Mkono juu hivi. If you have a notebook, nataka nione the notebook and the pen. The notebook and the pen. Okay. Okay, thank you. Where is your notebook? Whether you are a newcomer or not, when you go to church, you must have a notebook, a Bible, and a pen. Now, can somebody give her where to write? Mpatie mahali pa kuandika, karatasi na mahali ya kuwekelea. Nani mwingine nimeona hapa? We, Mugaga. Mzae, kalamu yako na notebook. Unajua kuandika? Mbona wapunguza? Nini unapunguza? Jasho gani hapa? Kuna jasho gani? Najua mzee amekataa kutoka kwa uganga. Amekataa. Hii uganga lazima tuitoe. Mzee amekatalia kwa uganga kabisa. Mara ako na kitaba. Mara pesa hawezi kuweka kwa kule pesa zingine zinaekwa. Yaani hizo vitu zinamwonyeshanga vitu tofauti. Anaweza kuja ataki, unapatia bahasha. Hawezi kuweka pesa kwa bahasha. Alenda gushikia todo hari urashiro gore irio, hari urashiro choke sieke. Usitiri sieka. Sasa si uone iwezi imekataa kufanya. Amejaribu tukona, amejaribu hivi. Namuuliza, wewe ni mganga? Hapana. Mimi ni wa miti, ni dawa, ile ya dawa, kutengeneza dawa. Mimi si mganga. Nani alikufundisha? Babangu ndiye alinifundisha mambo ya miti, ya dawa, kutengeneza dawa za kutibu. Baba yako alikuwa anatibu peke yake ama alikuwa bado anafanya uganga? Yeye alifanya, lakini mimi hakunifundisha. Lakini alifundisha miti ya kutengeneza dawa, lakini kule kwingine hakunifundisha. So naona sisi ni makodo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameona change? Yaani unajihisi out of this class there is some changes. Kuna kitu imefanyika kwako. Psychologically, mentally. Tu mkono juu. Tu nione kama unajua mnanitia moyo, mnaona ndiratho mithia ciana ciraigua. Unajua kuna mahali kwingine unaweza kuta hawainui mkono. Sasa kama hawainui, sasa unashindwa ya nyitete gyakwa nugukugaga tu haha. Huyu mama si amechange? Si mwana amekuwa kasupu. Kamekuwa kasupu. She's good now. No. Huyu mama came with a lot of stress. Ungeambiwa ni chokora na huko ungekubali. Lakini this is a very senior citizen in this country. Lakini stress. Sina sasa. Hebu niangalie. Yes. You look handsome. Oh, ni beautiful. See handsome? What's the difference sasa? What's the difference? Yes, but what's the difference? Huyu ni muhandi. Ni kahandi. Yes, what's the difference? The same. It's only kuna choo pale imeandikwa women na ingine imeandikwa men. Lakini ukienda nyumbani kuna women na men. Mbona hapa inakuanga ni women na men, tukifika nyumbani inabadilika? Inakuwa ni single. This woman akikuja hapa, she was like dying tomorrow. She's a doctor. A very senior doctor. She's a very good friend of mine. Sasa angalia, amekuwa smart. She's good. Nani huyo ni buju? You see, this is what we call transition. Sasa inafurahia sasa huyu ananitia motisha, naendelea kufundisha na nguvu, because I can see what I'm teaching is changing her.
Bwana Yesu, kwa sababu hakukuja kwa miracle. We have amekuja hamis any session. Kanisa hamis akikosa ako na jambo. Wednesday zote yako. Na nimeona amekuwa juzi nikaona ametuletea zilikuwa bed cover. Si ndio? Sijapatiana. Uliniambia nipatiane kwa yule mzee ambaye ni mzee zaidi, lakini Mungu akaniambia nitakwambia siku utapatiana. Kwa sababu huyo mtu utakayempatia atakuwa na haja. Sasa haja imepatikana. The same man you wanted to give because you're oldest, lakini there was no need that time. I want to teach you. There was no need that time. But now the same man, naambia nyumba yake imechomeka. Kwa hivyo, the need is now. That is how God does his work. Nilijaribu kumpatia, nikashindwa. Natumana iletwe, natuma Buju aniende, Buju anaenda analeta maji ya kunywa. Sasa unakombea bed cover na maji, zimeingiliana wapi? Mimi nilikuwa nafikiria ni bangi, lakini leo ndio nimejua haikuwa bangi. Kwa sababu ingechomeka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huyo mzee tutamsaidia mahali tutaweza. Ni yule mzee, the oldest son of mine. Amelala leo na moto kule Soweto. Ndio wakati mlana nilikuwa nimepotea, nilikimbia kwenda kuona. Bwana asifiwe sana. So tutamsaidia hiyo, kila mtu achukue kitu kwake alete, tutamsaidia. Hiyo ni must. Hiyo si kupeperesa. Hiyo ni already kuko na bed cover mzuri. Kai nejaga. Disiona kwa gogeri ile ya shirika kwa no stigekija kwa iwezi kuenda kwa sababu hazikuwa zimeambiwa ziende kwangu. Zikilaliwa na mtoto wangu lazima atakohoa. Hata mimi nikifunika. Hiyo ndio secret. Ukisikia nimekupatia hii kikativu, nimekwambia jipaguse kwa kichwa. Uende kujipagusa mgongo, itakuletea shida. The word that comes out is a prophetic word. What you speak forth is prophetic. So it is quoted and marked. If this woman said, this bed cover, nenda ukajifunikie, ningepeleka siku hiyo. Ama chakula ikuje hapa niambiwe hii ni yako kula, nitakula. Lakini nikiambiwa hii chakula nimeleta kwa sababu ya kanisa, nita make sure imekuliwa hapa kanisani imeisha. Because nikidivert imeenda to the wrong place. And that is why most of you failed kama wewe. Wewe una shida ukitafuta murogi, lakini murogi ni wewe in your life. Because hata huyu ni murogi in her life, yani amejiroka huyu. She's my good friend. Alikuwa nataka nimuoe. Ni wewe dagago hikie. Yes. 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 Tene tuesiawa. Lakini sasa alikuwa mwizi wa bunduki na mimi nilikuwa kwingine. Sasa naona waizi wawili hawangepelekana. Huyu ni mwizi wa bunduki. Huyu ndio alikuwa anapaka bunduki mafuta. Kulabricate ile labri ni kulabricate ama inaitwa gaje? Lubricate. Kuweka mafuta huyu. Naye Buju ndiye alikuwa anasafisha, yani unatoanisha, unajua bunduki inashangwa kama mtoto. Anafunguanisha hivi two piece, anasafisha tena na paka mafuta. Sasa huyu ndiye alikuwa kupaka mafuta wa kutoanisha ni Buju. Huyu alikuwa mwizi wa magari. This is pastor, ni pastor sasa. Na wewe kutoka na mwizi wa gari. Yako iliibiwa, si huyu aliiba. Otiwe waire yaku ira iru atigete ari pastor Keyo. Oh my God. No, I like a church like this one. It got testimonies. Mimi si watu wa kujificha. Si watu wa kujifanya ati tuliangushwa kutoka heaven tukaanguka. Mimi nilikuwa mtu mbaya. Naona hako kaboi kaanguka. Aboi. Ngadire bugut.
Ewe kana kaka. Kaboi, unaona why I love Wamboi, nakapenda. Ukitaka security zangu zote shika Wamboi. Anything, my life, the entire life of mine. Wamboi ndiye nakuaga na hivi. Nilimzaa out of a situation that was not very good. Kwa sababu nilikuwa nimefukuzwa na mapolisi. Ile nyumba niliingia nilikuta mama, nyumba nikaingia nikamwambia Asa ndio askari wasikuje kulia. Taya mzee, nikatoa viatu na nikaingia kwa kitanda. Na nikaambia mama panda kwa kitanda. Ndio wakikuja tupate kwa kitanda. Wakikuja tupate nani? Tupate kwa kitanda. Mwana ni yagojo. Ndio wakikuja watatukuta kwa kitanda. Nitakuwa nimetoka nje kuiba kweli? Hapana. Na hapo ndio Wamboi alitoka. Yeah. And that's why I love that girl. Kama kuna mtu napenda ni Wamboi. She can make me stop. Yani roho yangu inasimamaga nikimuona. Ndio ujana yangu sio nimeona ni wanawake wako wote. Na hiyo ndio ata inherit vitu zangu. Hata kama ako kwake. Yeye ndio kiongozi wa vitu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakagedi kumuona kama kimulia sieko. Vitu za dadizi kwa hivi. Tabia siri. Hiyo ni mbaya kuniliko. Unasikia hata kanajua kuhubiri sana. Kako deep. Kaliniombea niwache pombe mpaka nikawacha. Na kunisomea daddy this cannot happen this. Na nikatoto. Kana nikodolea jicho unaona kata nichapa kofi. Sasa unajibidi ujikunje. She's a very strong. I love her girl. So you can make a mistake, but what comes out of that mistake is not a mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. So ulikuwa mwizi. That was then. And whatever you did, be proud of it. It was not a mistake. It was part of life. Whatever you are doing, it was necessary that time. Now what I'm doing, it is necessary this time. Bwana Yesu asifiwe sana. I was a rapist. Kwa sababu mimi sikuwa natongosa. Nilikuwa nasema we. Sio ni rapist. Mzuri ujai atashika microphone. Jivunie that testimony. Anything that happens in your life, the Bible says, all things work together for good to them that love the Lord. So the line that God decided, kanjia ndi barabara ndio hii utapitia. Hiyo ni barabara Mungu anajua. Watoto wangu wote wamesoma. Sasa karibu 8 wanafanya sasa PhD, masters. Na ni Wamboi ndio mkubwa. Sasa can imagine the rest. Watoto wangu wote wako between 18 years na 22 years. Hao wote 18. Kuna wengine wanashare karibu mwezi, wengine wanashare wiki. Sasa tulikuwa tunafanya hivi vituko na baba ya huyu. To life. Lakini nikamtetea akatoka, lakini akarudi mambo baya akakufa. Ni Fred ya kile kimutu kilikuwa kia neighbor hapo. Kimuizi kile kiliachiliwa hapo neighbor. Hata ni Fred yango yako. Ule aliiba kwangu. Baba ya huyu. Huyu naye nimepatia ango yake anichugie nyumba.
Anko anakuja na turumidhi ya kagari kwa mlango. Lori mzima inapakiwa pole 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 na akipaki gari. Nyumba vitu zote za mjengo. Akaenda mpaka na nyuki. Naye yule alikuwa muisi wa mafailo za kotini. Yule. Alikuwa muisi. Sasa unajua nataka kuonyesha wale watu hawakutoka biguni. Ndio tujaribu tukae pamoja. Tutoshanie hapa. Yule alikuwa muizi wa faili. Ungechukia ile ulikuwa faili imepotea kotini. Koki. Ndio alikuwa muizi. Najua ndenda gwiko gwenegetha riri andu aria maikara matu-ine moke riu guku thi tutukane tuhota gutwarana si ndio? Huyu ndio alikuwa chiaredi wa Mungiki ule ndio alikuwa chiaredi wa Mungiki. Huyu ndio alikuwa anatairisha wanawake ule no waruithagia atumia no waruithagia atumia ule like imagine kuri uri imagine mudi atu alikomea guku. Huyu alikuwa Muislamu huyu ni Muislamu, si ndio? Wale wa kupiga nyota ile ramli na nyota. Huyu mpaka majini ametumia. So nataka uimagine. I want to bring you to the topic I want to teach today. Ndio before we start teaching, first of all tuanze tujijue. Are we extraordinary or we are just ordinary people in an extraordinary situation? Because na huyu Babura naye huyu Babura ndio alikuwa na coordinate waizi wote wa Eastland. Huyu muisi yote ukitaka kujua muisi ama ukitaka kufanywa kazi fulani ni Babura, na ni mtu innocent. Utakakuta kwa stage innocent akikunywa kajuice innocently, lakini the next minute kile utafanyika na yeye atakuja kukwambia pole, wamepitia wapi? Bwana asifiwe. Sasa yako morora wewe, acha kumwangalia, ni msichana mzuri. Ayo amura kai mtoto wana waiye. So we are not living in a world that does not exist. We are living in this world because God wanted us to be so, because he wanted us to have a testimony that can change somebody's life. Me, I normally tukienda crusade, I normally don't preach. Naendaka nasema mimi ni yule aliyekuwa kiongozi wa Mogeke kudi haramu. That is my story. I only give my story for 10 minutes. Na watu 1,000 wanaokoka immediately. So God was creating a billboard. Huyu walikuwa huko kwa CFF hii. Ulikuanga ile ya Menengai. Wakati wa mamisha. Huyu na usiku ndio uliodeniwa. Round hiyo. Hawa ndio walipasua kanisa ya CFF mara ngapi? Kwa sababu Ndura Bishop amekubali kuordain Ndura. She was one of the team. No, but you were there and you know the argument. Ati wa hoera wa ordain ucio ithu ni tugutika tutikunyitana wa tuthire wa kanithe thire. You complained a lot. They really complained and they split. The church split into two. Na yule pastor anakuaga pale Komorok. Kwanza huyo ndiye alilid split. Mamisha akakataa. Mamisha akasema hata siku hiyo. Mamisha alikuwa secretary majeli. Akasema ona sitakuja for the next 2 months nimeretire. Nganga na yeye akawaambia kama huyu ndiye atafanya kanisa yangu iishe, wacha iishe. Mimi nilisikia sauti ya Mungu na nitatii sauti ya nani? Sitatii yenu. Na akaorganize tukaenda pale City Hall. The ordination ilienda locally and internationally. Ilienda live kwa CNN, live BBC. Hapo ndio Nganga alilipukia na akakuwa famous. So God can bring a criminal in your life just for your glory.
Ayubu alibadilika, maisha yake ilibadilika sio kwa sababu alikuwa mwaminifu, sio kwa sababu alivumilia, sio kwa sababu he was so good. He was not good. The trial, the suffering, the torture and everything did not make Job to become what he became. What made him to become what he became? The last chapter is 42. The three boys, the Topaso, Elivaso, na nani? Na? It is Topazo, Elifazo, na Tomazo, sio kitu kama hiyo. They did wrong in the sight of God. Those three boys walifanya makosa in the sight of who? Of God. Then God told them, because what you've done is not good, I'm not happy with you. So therefore, go to my servant called Job. Take 7 rams, 7 what? Rams, 7 bulls. Mumpelekee huyo kwa sababu mumenena vibaya kunihusu. So when Job accepted hiyo dhabihu yao, that is what changed Job, not the shida ambayo alipitia. Alikubali na akawafanyia dhabihu, na their life changed. And the Bible says, because of Job agreeing to do the will of God, his life changed. So unapitia shida, hiyo shida ndio itafanya uruke mahali. Hapana, kuna kakitu utafanya kamoja kataguza Mungu. Unaweza kuishi kwa shida na ukuendelea kuwa pastor kwa shida, and nothing happens until you touch roho ya Mungu. Siku utaguza moyo wa Mungu, hiyo kitu kamoja tu, na haikuwa kitu kikubwa, ni kakitu. Unaweza pata na katoto kachokora hapa, ukanunue chakula, kamekauka, ukanunue chakula uuze Mungu, kachokora. Na sasa hiyo umejenga kanisa kama hii 6 na bado poverty inakufuata. Umesimama na kazi za Mungu na watumishi wa Mungu, lakini nothing is happening. But there is only one thing that you will touch, only one, a small one, that will make God change. Hi, asikia ameguswa. That is the day the life of Job changed. Because of agreeing. That's what the Bible. Have you opened there? Mtu atakusomea. Yes. Eliphaz the Temanite, Bilhab the Shuhite, and Zophar the Naamathite did and went according as the Lord commanded them. And the Lord accepted Job. And the Lord accepted Job. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. When he prayed for his friends, that is when the Lord changed his captivity. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Thank you. Not because of suffering. Sio ati kwa sababu alivumilia. Kwa hivyo unaweza kukaa hapa umenyenyekea mzuri forever. Nothing comes. Utoke hapa saa hii, uende upite pale ile bar inaitagwa, ile bar popular hapa inaitagwa aje? Bar ile popular. Yeah? Ate? Eta wate? Asha tigajo guine. Ege. Yeah? Ege. Ya haraini eno. Steve. Eta wate? Nimesikia jina imetajwa hapa. Nani ametaja? Hiyo jina. Eta wate? Kuna mtu ameitaja hapa. Nani ameitaja Sabina Joy? Tulikuwa wengi.
Umeona? Unaweza kuwa unapita Sabina Joy. Sabina Joy saa hizi ukienda hapo ndio hata mabibi za watu wako hapo. Wamekuja kazi. Na wanakuja kanabia bwana amekuja kazi. Na anarudi nyumbani jioni akiwa na pesa. Shilingi 100, 200, 300 haraka. Za haraka. Hapa Sabina Joy. Usiniulize nilijulia wapi. Nilisikia siasa ikisema. So what am I saying? That it is not the prolonged suffering that will cause God to bless you. It is not hiyo nyumba yako ilifugwa ati sasa Mungu ataona kwa sababu nyumba imefugwa sasa wewe umekubalika sasa kwa anointing. Anointing will come because of nyumba imefugwa. I'm telling you itafugwa na utafukuzwa na vitu zitarushwa nje ama zichotwe zikauzwe na Mungu aendelee kukaa akiwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utoke hapa uende Mombasa, just going, umeenda Masisi Mombasa. Ukutane na mama ametereza tu ameanguka, umubebe, umufuge vizuri, umpeleke hospitali. That alone ibadilisha maisha yako. So don't come here to church, oh Father, you know God. This is tulijenga synagogue baba. Oh baba, hasikiagi hiyo nonsense. Ni mpaka siku utaguza na itikani jaribu usiguze. Unaweza maliza 10 years na usiguze. Bwana Yesu asifiwe. So that I want you to balance to know, wacha kukibiria Mungu ati akubariki kwa sababu sasa umeokoka ama kwa sababu umetoa inaitwa hiyo sacrifice. Ndio ya sacrifice ya giriko milioni unaweka tawe leo. Fanya kama wewe, cheza tu kama wewe. Nilikuta mtu mwingine akiomba karibu na kwa akasema, "Oh ba, Lord, wewe cheza tu kama wewe." Cheki, hebu cheki mzae. Cheki mzae. Cheki, aki nimesava vibaya vinoma sana. Cheza tu kama wewe, si miokoka, si hata umecheki ni miokoka. Si unataka ngatuokoke. See, it can't work until such a time mzee utaguza moyo wa Mungu. Mungu tu anatakanga kuguzwa. Na ujui what will happen. Ujui ni nini hiyo utafanya. Endelea kufanya mazuri. Uta nini? Huyu mzee alikujaga kwangu huko nyumbani. Alikuwa ameabililiwa. Ati ukienda kwa fulani atakuombea na hii shida unapitia itaisha. Sasa akasikia kwa nani? Kwa Ndura. Akahoere. Kwa jiatia. Ataanza aje? Yani mimi niombewe na Ndura. Lakini nayo shida ikaendelea kukasa kumfugia. Ikamunyima mpaka hewa. Mpaka ikabidi avumilie. Akakuja tu kwa Ndura. Na alipokuja kwa Ndura mimi nilikwambia kweli. Nilikwambia milango yako imefunguka. Hivyo tu. Jamani nilirudi kumuona after 2 years. Akiwa sasa maneno ilikuwa mzuri kitambo na mlango ulifunguka. Waliona kafefte? Kafefte. Alitoa kafefte mohodhi nikamrudishia. Alikuwa amekauka mpaka mdomo. Unaona huyu mwanaume ni kukufa na kufa the next minute. Alitoa hiyo kafefte. Na nikarudikeka kwa mfuko na nikamwambia dogedio kenywa chai. Sababu uliona hii labda ndio ilikuwa tegemeo. Lakini aliguza Mungu immediately. Wetirowera umwe. Ukataka milioni dhate. One job. Ne broker ya mashaba. One job. Akatengeneza 30 milioni. Akakaa maisha London. So you don't need to do, yani, don't argue, don't try to tell God, now I have done, do it now. When unafanya hapana, just go relax, wait for him. Na usiwache kufanya. Na usiwahi kufanya kitu ndio ufurahishe Mungu. Usiende kuosha choo ati kwa sababu ulisikia fulani alioshanga choo akabarikiwa. Hapana, unakafomia, kila mtu ako na kafomila kake. Mwadhani ya osho.
Kila mtu akona nani? Akona. Ukiuliza Harrison Ng'ang'a atakwambia walikuwa Nyahururu, walikuwa na kina Bishop Mokinyo, walikuwa na nani, lakini Bishop Mokinyo ndio wanakujaga kama kumfagusia viatu. Lakini mkina Mokinyo walikuwa bere ya Harrison. So kuna kitu Harrison aliguza. Kimoja aliguza Waroige. Aliguza Waroige kwa sababu alipoguza Waroige maisha yake iliruka juu na maisha ikabadilika na kaka maisha London. James Maina Ng'ang'a aliguza Waroige. Kuna mtu anaguza, kuna mtu anakuwa na hiyo kitu. Anaguza kwa maisha inabadilika. Hebu niguze uone. Niguze uone. I'm telling you, all these people wameguzwa. James Maina alikuwa kwa basement, wale waliendanga pale Bavesh. Yuko basement, unasikia mafi kibita hapa. Mipaipo iko hapa. Kanyumba kalikuwa kametoshana hii na hii. Na sasa alikuwa anavaaga tubuti tugine, na tubuti tule tuaori tule. Kalikuwa kamefika hapa. Na zile mapanga venye yamekatwa hivi zilikuwa zinaonekana vizuri. Lakini siku hizi pesa ni sabuni baba, tafuta pesa. Acha maneno mingi, tafuta pesa. Ng'ang'a anakaanga kama kamsupu, siku hizi anakaanga kijana ndio anaanza cheza. Siku hiyo alikuwa anavanga kabuti. Kamefika hapa na tulikuwa tubuti tuwili. Unakumbuka hiyo kabuti? Kalikuwa kagire na kagire kalikuwa cabbage. Anabadilishana, ukimkosa na hii utampata na hii. Na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa fashion ya mapasta kuvaa. Lazima angevaa. Sasa hizi anasema anasimamiza kirejiroba pale nje, anambia nendeni mguze kichuma hiyo. Bwana Yesu asifiwe. So ni kuguza Mungu. Sema kuguza Mungu. Tulikuwa kwenye 3 types of curses. Now tulisoma mambo ya generational curse. Sasa tunaingia kwenye curse gani? Occultic curse. So what is an occultic curse? What is an occultic curse? What is an occult? Yeah? An occult is what now your story yote nimekupatia to build you to understand what is an occult. An occult is that which now umetoa shilingi yako 20,000 hapa kwa madhabahu and you expect the answers today from God. Unataka kwa sababu umetoa leo nuko na milango yako. Fafa nawe hata wewe Mungu unajua nilitoa 20,000. Hata wewe unajua. Hata wakati nilikuwa kwa ajili Mungu unajua nilitoa 20,000. Si hata wewe unajua, si unaelewa tu. Si unaelewa. Tego itwa nduraigwa, tego itwa nduramenya. Bwana Yesu asifiwe sana. So out of that eager situation, unataka kitu kifanyike, it will lead you now to find solutions artificially without waiting upon God. Now it will lead you to go to be Mackenzie'd. Bwana Yesu asifiwe sana. It will lead you to go to amganga. And nimesema to be Mackenzie'd. Andika Mackenzie'd. Yes. That is a terminology. That it will lead you because of your desperation. Unaenda kwa account yako unatoa 30,000 kwa sababu ulisikia utatoa ile pesa, ile kitu itakuuma. Sasa unaenda kwa account yako na unajiambia jiume sasa, mwili jiume, umekasirika wacha nipeleke. Lakini si kwa sababu you are giving it out of a push. You are giving it because ulisikia fulani alienda kwa account, akafagia account yake yote, akasikia vibaya, akaenda akatoa, mlango wake ukafunguka. Sasa na wewe unaenda kwa account yako, unatoa, unajifilisha vibaya, unaanza kujifilisha vibaya. Unaanza mpaka kuira ngoro, ukeiriria ngoro, negetha waigwe ndio usikie vibaya, ndio hiyo kitu ifikie Mungu. Ndio ukikuja hapa unaona nisipokuguza but I have not made it. Yani anointing is yakuja. Now you turn me to be a small God.
That everything you do, you turn your life from thinking, you turn it to me. You make it me, your vessel of solutions. That is now what we call occultic curses. When you stop depending on God's will and it now depend on a man's will, that is what we call an occult. Those people ambao muko na tumaji kwa mfuko, muko na kastika kwa mfuko, muko na tumafuta kwa mfuko, muko na those kind of tools, the anointing tools. We call them tools, prophetic tools. When you turn them and you make them a god, that ukiingia kwa ofisi, una job unatafuta, unaenda unachukua anointing water. Now that one, you have turned it from its purpose to be a tool of witchcraft. Did you get me now? If you put a sticker of your pastor kwa gari yako at ina protect, demons cannot attack you, thugs cannot attack you, accident cannot come to you. That is now what we call an occult. Wewe na mchawi, you are one and the same. Wewe na shetani, you are one, because you have stopped depending on God. Now you are depending on a piece of paper pinned on your car. Unakuta mtu anaenda kwa sticker ya TB Joshua, TB Joshua, TB Joshua, TB Joshua, TB Joshua. That now you've made, and that is why TB Joshua died. People were not going there to find God. They were going to look for TB Joshua. TB Joshua is my friend, my good friend. Sema my good friend. Had he not died, ndiye alikuwa nipatie tent ya kuweka hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. The first time I went to TB Joshua, tulienda na Wajakoya na Kakande. Yes, tulienda na Wajakoya. In fact, ni Wajakoya alinipeleka kwa TB Joshua. Yes? The same Wajakoya. Yeah, ndiye alinipeleka kwa TB Joshua. Tukafika huko tukakutana na Kakande na tukakutana na mtu anaitwa Joyce Banda, the former president of Malawi. So we were given, each of us, the presidential ensuite. Alikuwa amejenga nyumba kwa hoteli zake, tulikuwa na presidential ensuite. Hata saa hizi nikienda, he said, anytime I come there, I be given a presidential suit. Wako ndio mapresident wanakaranga kama mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. But I was worried on how these people, because alinipatia maji, mimi sikuwa najua maji ni ya nini. Sincerely, I didn't know. Because how we went there, tulikuwa Pastor Stanley Hotel. Huyo Wajakoya akaniambia, wewe unahitaji a higher prophet akuprofesaie because you are going far. Ana hakuwa mwokofu, huyo jamaa, hata hajaokoka, si ni wabangi tu. So nikamuuliza, unaweza kuwa na namba? Akaniambia, tunatafuta tu kwa website yake tutapata. Na tukaingia kwa website tukapata. The number we got, tulipiga hapo, aliyechukua ni TB Joshua. Nikamwelezea who I am. Akaniambia, I was waiting for that call. Na akaniuliza, when do you want to come? Nikamwambia I can come anytime because nilikuwa na joke. Akaniambia, can you send me your passport details? Nilikuwa nayo kwa mfuko, nikaipiga picha, nikamtumia. Another 1 hour, nikaambiwa, we have sent you a ticket. Nikaenda hivyo, nikaenda Nigeria hivyo. Kwenda sasa tukaongea. I'm the only one person ambaye kupatia microphone hivi nihubiri 40 minutes kwa kanisa yake. His own microphone. Watu walikuwa nakuja kunitap. Ujinga ile ilikuwa huko. Kila mtu alikuwa anataka kunitap. Kila mtu alikuwa ananitap. Ati kupatiwa hiyo microphone mpaka wafanyikazi au mawaismen walikuja kunitap. At that's a highest anointing. He has never given a microphone to anybody. But sasa ujinga ndio hii. Akanipatia maji na carton 6. Tu box tumekaa hivi 6. Na alinipatia $55,000. Na ile kitu pesa niliweka kwa mfuko nikabeba.
Mimi ni Mkikuyu. Sasa hii maji ndio ilikuwa inanisumbua ni ya nini? Because mimi sikuwa nimeenda huko because of the knowledge of the water. Na stika ziko nyingi, hata hizo stika nyingi niko nazo kwa nyumba zidaiipatiana. Sasa shida, wakati nilifika Nairobi, zile simu nilipokea kutoka kwa watu. Sikujua kwa sababu waliona kwa Facebook yangu. Waliniona, sasa wakaanza kunitafuta kwa Facebook, wakapata namba. Sasa people were calling me from Kisumu, from Kakamega, from all over, from Tanzania, from Rwanda, from Burundi. Kama nilikuja na maji. Did you come, man of God? Did you come with the anointing water? Hata wengine walinipigia kutoka Nigeria, lakini they are Kenyans. They were in Kenya. Walikuwa wananiuliza, did you come with anointing? Nikamwambia I have water. In fact, one of the box nilitupa pale ukitoka airport. Sasa niliona haitoshei. Nilikuwa na taxi, sasa nikasema nitaenda kuibebaje. Nilirusha kwa dirisha iaguke. Kwa sababu sasa sikuwa na haja nayo. Because I didn't understand what is the logic behind this water. Nilipofika nyumbani nikafungulia simu ndio understand the logic behind, because people were willing to give me 10,000 for that bottle. Nikajima kai, hizo ni pesa hata ile. Iliniuma mpaka nilirudi huko kutafuta, nikapata nikakota ni tu. Maji tulichukuliwa. Kwa hivyo kuna mtu alikuta hapa akasema, "Oh my Lord, I thank you." Yeah, thank you. Sasa nilipigiwa masimu, niliwalipisha. Kwa sababu wao ndio walisema 10,000. Walikuja, kuna jamaa mmoja alikuja akachukua kakatoni kasima, akaniachia 300k. Nikamuuliza sasa, where are you taking this water? Because still sikuwa na understand imagine ya nini. Sikuwa na understand, niko nayo lakini I was not understanding, I was not connecting. Wao ndio wananielezea, what you are carrying, man of God, you have favor. You have favor. This man of God does not give. Yani aliniambia mpaka unaona anamwaga machozi. Kuona niko na a wasted mind ya kutokuelewa ni nini nimebeba. Kai. Sasa nikaanza kuelewa. Na kwa sababu TB Joseph alikuwa ananiambia nikuje nikae 21 days alafu tena nirudi. Sasa the 21 day nilikuwa eager kwenda. Nilete nikachukue mangondo. Nikuja niuze. I never took it as a spiritual tool. Mimi niliona pesa because I had not been planted that mentality ya kuwa this is water, can heal you, this water can change your life, this water can do this. I sikuwa nayo, to be very sincere, until I met people who are sycophants of that water. My point here is not discrediting the water. When you get this water, what did you do with it? Ndio unaanga ukienda kwa Bishop Harrison Nganga, ile kiti unaanga hata kakaangi kwa kiti. Anatembeaga kutembea tu. Kwa sababu kuna watu watachukua hiyo kiti waende waikalie. Ndio watapu anointing. So there are people who idolize. That idolizing, now my point is not all those things. Idolization of an issue. Idolization of this Bible. You can turn this Bible to become your God. Now this TB Joshua water, ama sticker, it is a God. You stop now believing and working towards God. You work towards this water. You put it hapa kwa kulala. Kuna mama mwingine rafiki yangu anaitwa Neema, anaweka kachupa kamoja kwa matiti moja na kachupa kingine kama kwa matiti nyingine. Because ana believe in the water. Ana believe that water will do miracle. Not God. That water will do miracle. Hapa kwa Manyuru utapata hapa ije. Watu wanapaga laini. Kamaji kamoja kanauza shilingi 2,000, si ndio? Anauza kwa 2,000. Wale wameenda pale. Kaeko kitu kamoja hivi. Kanauza 2,000. Kuna ka 5,000 na kuna ka 6,000. Hapa chini, hapa nje. Hapa ndio Manyuru walianzia kanisa ndio aende padire. Sasa ukienda hako kachupa, kuna ka 2,000, kuna ka 5,000 na kuna ka 10,000 na makameandikwa jina business impartation connection.
hiyo ya healing. Kuna kachupa ka healing, kuna kachupa ka business, kuna kachupa ka breakthrough. Sasa each bottle it has a tag and a value. So when anybody coming to buy that water, the water has no problem. The chupa has no problem. That idealizing the water, that this water can do a miracle. Wewe na yule mama amebeba gedito, you are one and the same. It doesn't matter kama imetoka kwa Benihin, ama imetoka, as long as ume substitute from God. Umeondoa Mungu, umeiweka. Sasa you stop relying on God, you are relying on man, on this bottle. You have idealized it. Therefore, wewe na mtu mwenye yote ameenda kwa muganga, hamuna tofauti. But where did it come from? It came from a man of God. But now, wewe umedecide ifanye kazi ingine ya uchawi na uganga. So that is where we go wrong. Nikakuwekea hii mafuta, uende kwako kwa nyumba, uiweke, ugawae, ukiwa nagawa kidogo. Ama unatatia kadogo, kwa unanunua kichupa kizima, unatatia kadogo. That is idealization. You have turned from its purpose to be a God that you are worshiping. You have substituted God to that oil. Harrison Nganga atakupatia mafuta, lakini ukienda uyafanye, ndio unaiabudu, unafuata. Hiyo mafuta ndio unaona ndio inakufanyia kazi. Then umeondoa Mungu, umeleta mafuta. That is idealization. Ukapata rodhario ama ile bracelet ama rodhario, ukute hiyo sasa ndio ukienda kuomba kasi unasema rebarosheketa ya ramarika sayadorima orina sababarike teribo shayara babarara shetete. Sasa you are communicating to the rodhario, not God. The moment you stop communicating to God and instead you communicate to an object, that is where the Bible comes and tells you, usiinamie mfano wa kitu kilicho hapa duniani wala kilicho kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. So meaning you are prohibited from idealizing, no matter, hata kama hii kudhali umeona ni Yesu amekaa hivi, amewekwa hapa kwa hiyo msalaba amekaa hivi, that is an idol. Huo ni uabudu wa shetani. Lakini nani amewekwa hapa? Ni Yesu. Lakini umeondoka, because God is a jealous God. Ni Mungu ambaye he can never share his glory with anything else. And to make it matter worse, this God that you idealize, ni Yesu ako kwa msalaba. Ukienda kulala, unamtwanga, unamwekelea kwa meza. Wewe unaingia ndani ya blanketi, unajifunika. Is that how much you hate your God? That you can live him kwa baridi? Wewe uingie kwa nini kwa blanketi? Hiyo ndio inatangwa idol worshiping. Na ndio sasa ina develop my ideology. Mimi kasumba yangu, ideology yangu. Sasa nina kufeed with my ideology. Now from now, you'll be doing based on what I'm telling you. Not based on the word of God. Based on what I am telling you. Nikikwambia kama sasa wengine niliona wakinyoana. Mliona ile wananyoana? Ati wanatoa uchafu. The spiritual uchafu. Mliona hiyo? Asanteni sana. So ni waokofu waonangi. So when you stop from seeing God and you put something in between you and God, that is what we call idol
worshiping. Your money can become an idol. Your husband can become an idol. Your wife can become one. Your father can be. Your house. Hata hii kanisa venye tumeitengeneza hivi vizuri. Ninakujaga ninakaa pale nakaa tu natulia mpaka saa 8 usiku. Na ni jana usiku nimeenda kwa maombi. Nimeomba karibu 2 hours. Nikiresist that thing. Nisifanye hii kanisa ikuwe idol yangu. Sababu I can turn this church ikuwe ni idol yangu. Unaweza kwa sababu naona nimefanya vizuri, nimefaulu vizuri, nimekaa vizuri, yani nimetengeneza kitu maridadi vizuri. So nakujaka tu hapa kukaa kuangalia nikipiga tu picha na pitumia watu na naona natotolekete. Automatically I have made it an idol. Because everything that I do should be to the glory of God. Not the glory of me, not the glory of man, not even to the glory of anybody that comes. So what we are doing here, it is to raising the bar, raising it high, so that anybody that comes here can see the God that is worshipped here. So every decoration, every beautification is purely for God, not for us. Are you getting me now? Did you get me now? So it is very important. An occult is more dangerous than a generational curse. Because an occult leads you to die. Ndio inaitangwa cultism. Ndio inaleta sasa Mackenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sasa Mackenzie anakukenzi. Ile kazi unaifanya, ile biashara unaifanya, unakuta you are workaholic. Ukisikia mtu anambia ni workaholic, already he is in a cult. A cult sio hiyo wanasema ati kanisa fulani ni cult. Hapana. Each church is a cult. Na cult kubwa sana hapa duniani ni Catholic na Muslims. That is the greatest cult. What is a cult? A cult, it is a belief towards a subject or an individual that forms an ideology to be followed. So if there is an ideology here that is being followed because of me, that is a cult. So ask yourself, Biblia inasema be fruitful and kwa hivyo alituambia tuzaane. Sasa hii wa sister Madhea, uzo tunaedaga hivi. Tukasema hatutadukuliwa, tutakaa hivi maisha yao yote. Sasa niambie, where did they find it in the Bible? And God says, be fruitful and multiply. So if there is this girl who will be convinced hautaonana na mwanaume forever, whose ideology? Is it a Bible ideology or an individual's ideology? So if it's an individual, that's a cult. Now you understand the cult? Sasa mtu asikuja kukubabaisha ati hiyo ni cult, hiyo ni cult. Nobody, even the government is the greatest cult. Kwa sababu wanatuuzia kama karatasi. Karatasi inakwambia ni license. Na usipokuwa na hiyo karatasi atakushika. Na atakufuga na kupiga fine. Kwa sababu ya paper. Another greatest cult ni Safaricom. Anakuhusiaga hewa. Na unanunua, na unabelieve, na inapiga, na inafanya. Hello? Ne credit yako direte. Diage kila leo. Na inafanya. That is what we call a cult. That ideology ambayo ilikuja na umewekwa. Saizi you cannot operate in Kenya without Safaricom. Niambie mtu mwenye anaweza kuoperate Kenya hii bila Safaricom. Tell him, give me one. Give me just one person in Kenya that can operate, do any business without Safaricom. There is no single business in Kenya that you will do without Safaricom. Umekamatwa. Na they are very expensive. And you have no alternative. Hakuna alternative. Munatorokaga munaenda kwa Airtel, alafu unarudi. Unasema hii ni ya kupiga, lakini hii ni ya kutoa pesa. Unatumiwa pesa na mtu wa Safaricom kwa Airtel. Unaambiwa sasa lazima uweke code.
Sasa unaona afadhali ungekaa na ile tu uendelee hivyo. Ukienda mahali kwingine nasikia lazima ulipe na M-Pesa. Ukienda mahali hapa lazima tuna accept M-Pesa. Ukienda hapa they have centralized everything existing in the country that you can do nothing without them. Internet ndio walilete fiber. Na fiber yao ndio mzuri. Hii tunatumia ni fiber yao. Hii stima, kila kitu inastima hiyo ukilipa, ile unalipa ndio token ikuje ni Safaricom. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is nothing you can do. There is nothing you can do. Till number ukienda kwa petrol station zote ni Safaricom. Why? They have idealized their business to you that you can do nothing. You must do with it. Hiyo sasa ndio tunaita cultism. There is nobody who is not a cult. Nobody, including yourself. You have children who must believe with you, whether you are right or wrong. Ukiwaambia tuhame, wanakuulizaga mnahama. Hiyo sasa ndio tunaita cult. Hallelujah. So this spirit of occultism is a curse that is put onto you, that you find yourself following it, not that you want to follow it. No, ni kwatigirwo mugabo. Tufungue Jeremiah 35. Ni kwatigirwo kuliwachwa mugabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jeremiah 35. Somebody mwenye amefungua. Inasema hivi. The word which came to Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, saying, go to the house of the Rechabites, speak to them and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. Give them what? Who was sent? Jeremiah. Whose voice? The voice of God. That go to the house of the Rechabites and give them a glass of wine to drink. The story comes. Then I took Jezaniah, the son of Jeremiah, the son of Habaziah, his brothers and all his sons, and the whole of the house of the Rechabite, and I brought them into the house of the Lord, into the chamber, the son of Hanan, the son of Gedaliah, a man of God, which was by the chamber of the princes, above the chamber of the Messiah, the son of Shallum, the keeper of the door. Then I set before the sons of the house of the Rechabites, bowls full of wine and cups. And I say to them, drink wine. Who's saying to them? Jeremiah. On whose order? Of God's order. Take these children, take them to one of my house, take them to the synagogue, and put them in one of the rooms, then give them a cup of wine to drink. This is God saying. And he has commanded Jeremiah. Now in verse 4, the Bible here is becoming more interesting. Verse 6. But they said, now this is where the story is. But they said, we will drink no wine, for Jonadab, the son of the Rechab, our father, commanded us, saying, you shall drink no wine, you nor your son, forever. You shall not build a house, sow seed, plant vineyard, nor have any of these, but all your days you shall dwell in the tents, that you may live many days in the land where you are sojourners.
and religiously they have followed it. Jeremiah was sent by God aende kwa nyumba ya Warekabu awaambie wakunywe wine na awapeleke ndani ya kanisa na awawekee kila mtu wine wakunywe. But what did he say? When he went there, he told them what God has said. They told him that our father, Uka, alituambia tusiwahi kunywa pombe, tusiwahi lima mizabibu, tusiwahi jenga nyumba, na hata tuishi kwenye tent, ndio tuishi siku nyingi hapa ugenini. Not even their land. Hapa ugenini, where we live as sojourners. So, it is now God versus who? Man. God has sent Jeremiah. Go take these people in one of my house, then give them a cup of wine. But when he goes to them, they says, wachana na Mungu, weka Mungu pale, tusikilize babu alisema namna gani. Babu alisema hakuna kukunywa, hakuna kulima, hakuna kujega, hakuna hata tutaishi kwenye tent. They were the first IDPs on earth. So, for them, they lifted up the word of man instead of lifting up the word of God. Because it is only, that's why I normally tell you, it is only God that knows why you are suffering. You found yourself in a curse, in an occultic curse that was committed by your great-great-grandfather. And kirumige getiguo na nigeturite kuo. Na kweli ruo we muherego riko. Mushera. Ni kweli ruo ashera wewe. Mugashiko. Ni kweli ruo ashera matikahika kwa gashiko. No, ni guka wa guka. Nanyita. Guka wa guka awire niende taru niende moboi tutihiguraga ethaga. Nanyita. Akonera ni dandiagira nawe mwethaga hau ni out. Nanyita. Ate nimekire atia. Ni twerirwo tutikagurana hatuta oana. Mimi mwamboi na mwethaga hatutawana. Afu Mungu ametuma nabii. So this was said 300 years ago. So do you right now, do you know why it was said so? You don't know. Only God knows why it was said, because God was there that time. There is no generation that is existing that knows why. But wako ni kweli gutikagoro mwethaga ari niko maanisha ni kwagurito mwethaga he kindu giekekire. Told you are from nowhere. Wako kweli mutikanyanywe johi ri ni kwanyuago johi ni kwiro yerirwo ndikananywa kundu kuriku. Now the question here, ni kwa nini huyu mzee alisema kusikunywe pombe, kusilimwe misabibu, kusijegwe nyumba, kusifanywe chochote kwa hiyo nyumba? Ni kumaanisha kulikuwa kuna kunywa muratina hiyo wine. Sasa mimi nimefanya research, nikafanya research kabisa kufuatilia, kuna vitabu vingine haviko hapa lakini unafanya research. Nimeenda nimekakuta siku hiyo ukilima mizabibu ndio ilikuwa inatengeneza wine. So hiyo kutengeneza wine walikuwa wanafanya nini? Lazima ungeonja, mungekunywa, mnatengeneza yenu ya kukunywa ndio kutest kama yenu ilitoka mzuri. Sasa hawa jamaa walikuwa wanakunywa, wanalewa, na hii nyumba ilikuwa na wasichana na wanaume. Walikuwa wanalewa, wakilewa kabisa. Sasa huyu ni brother yako. Sasa unaanza kuona ni neighbor. Kaja tiga maoto mwili okireire huko. Ate sister kwa kuoguo leu sister de kugatea no tale sister ya mundu thi no ithuothe twi masisa Ngai tutumagira sa God na sa God ni umwe, ithuothe twi masisa na mabrasa. Arakwira atia? Arakwira you are eligible
for the purposes. So hawa walikuwa wanalewa, wanafunguka macho. Dada yako unampeleka kwa kitanda. Sasa wakati mzee alikuja akaona what is happening, mzee akasema hagoko kusiwahi kukunyua. Na kupiga hiyo ni kuzuia kusilimwe mzabibu, ndio kusitengenezwe pombe. Bwana asifiwe sana. Wakati alipinga mizabibu isilimwe, mizabibu ndio ilikuwa cash crop, kumaanisha amekata cash crop, these people will be suffering. Akawapeleka into a land na akasema mukae kwenye tent, mukue IDP niguo muheago gya kuria. Kione kirumi yake ya thina. Hiyo ndio inataka kirumi ya thina. Because aliwakataza akawambia don't drink and don't plant. Na akawambia musijenge hata nyumba, muishi kwenye tent. Na musiishi sio kwa shamba yenu, where you are sojourners. That is where you are foreigners. So UHCR, United Nations High Commission for Refugees, you automatically become a candidate for a refugee because they were sojourners. Any sojourner is a refugee. So they were removed from where they were supposed to live and taken to a land. For many, many years, a prophet of God was sent na wakaambiwa wakunywe glass. Kwa sababu wine ndio ilifanya curse iingie. That is why God was sending Jeremiah aende awaambie wakunywe ndio hiyo curse ibreak. So who knows about that curse? It is only God. That is why he will send his messenger to come and tell them to drink a glass of wine. But on the other side, they opted not for God, but they opted to do what? To follow man and the word spoken by this man. That is the reason you are suffering. That's the reason you are facing these challenges, because we tonekole mugabo watigirwo. Mundu wa Ngai anakuja na kwambia ndoka kufuja mugabo, ndoka kuga mwikagio acha magoko gwito ni kuri mugabo. Ni ndigetekera ni guko gwito. Kwema ngania ango itore riria ageririe gweka oguo ri akirio gukwa akwire tokerie rucini tugikora akwite ang'ang'ararĩtie. Ndoka kwira atĩrĩ ndumetwo nĩ Ngai njuke tũbunje mũgambo ũrĩkũ. No tondu nĩwĩtigĩrĩte mũgambo ndwĩtigĩrĩte Ngai na family nyinyi wengi sana you have been faced by that challenge ya mũgambo nĩgũtigĩtwo. Now that mũgambo iliwachwa nini? Ilikuachia umaskini. Gwito nĩ kweretwo hiyo familia ya Warekabu imeachua umaskini ati forever waishi kwenye tent. Only one glass ingewafugua. Only one glass. Na it was in the house of God. Sio kule nje, wakunywe in the house of the Lord. And that curse ingebreak. But now they developed an occultic belief. That is where my point is. This belief that tuliambiwa, we were told, and you follow that religiously, it becomes an occultic belief. That is now what we call an occultic curse that is operating in you. So many of you are operating on a curse that is 500 years ago. You're operating on a curse that is 300 years ago. Negwatigirwo mugabo. That word, negwatigirwo mugabo, it is what is eating you. So, mimi nimekuja hapa. Lebeketodo. Weba nafunja. Nina. Dafunja ke. Nimefunja nini? Nimefunja nini? Na ile kitu inakula huyu mama ni mzee hata kuniliko. So I need a true revelation from God to reveal to me huyu mama anapitia wapi. Na ndio nilikuwa nauliza juzi hapa. Nilifanya tu test kidogo nikakuta most of you hapa ni tumuzee tu miaka 200, 300, 400 hapa. Muri akuru muno. Tuwo muri tu mwihakete tonyamu tu mwihakete. You are too old. Dogetekia.
You are too old. Niene ngikora huko wena miaka kidogo na matatu. We mushosho wa mashosho. Niguo. The Bible says, before you were born, I knew you. So, before your mother and your father came together, you are existing. So, before your mother's mother and your father's mother came together, you are existing. So, before the great-great-grandfather came together, you are existing. So, how old are you? How old could you be? Sasa ukitaka kujua mtu venye amezeeka, angalia tabia zake na vile vitu anafanyanga. Ukiona mtu anafanya kiutoto, lineage yake inaishia tu hapo hako. Ukiona mtu anababaisha dunia mzima kama Warege, tafuta miaka ni 1000 na kwenda na huko. I'm not your age mate. Ndiye alika yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is a mystery that you need to unravel to be able to come out of the situation you are in. You need to dig deeper. Dig deeper. Huyu msichana alikuwa amekataa kuongea, alikuwa ananiuliza siwezi kuongea kwa kamera. Nikamwambia huyo ni shetani. Usipomuongelelea in the open atakunyemelea. So muangalie huyu msichana. She is changed. She looks young. Najua ulikuwa unaonekana kama mtu wa 95 years old. Now unaonekana mtu wa 28. Si ndio? Mtu wa 28 30 hapo hivyo. Sikatiko kama mzee? Yeah. Kwa sababu ni shetani alikuwa amemvaa. Amemweka veil kama ile Jacobo alikuwa amewekwa. Jacobo, when he went and bought the birthright of Esau because of greedy, he became Esau. He stopped being Jacob. And Jacob, wakati walikuwa nazaliwa, waliambiwa one I love, one I hate. So when Jacob bought the birthright, he bought one I hate. When Jacob bought the birthright because of food, he bought what? One I hate. Amujaelewa vizuri. When Rebecca was pregnant, he was told you have two nations. One I love and one I hate. The one he hated ni nani? By who? Who hated him? God. Esau was hated, but Jacob was loved. Now, Jacob, because of greedy, he goes, he buys birthright ya nani? Ya Esau, who is? So automatically what becomes of Jacob? He becomes hated. Because he is no longer the Jacob. He is Esau. So wherever he went, akaenda kwa anko yake Laban. What transpired? He became a slave. And when he will eat, vitu zake zikienda kuiva sasa zimekaa ready kukuliwa, anaambiwa bado ngoja tena, because the Esau factor inasimama. But when he was working, the Jacob factor was coming. So many of us here, if you look at yourself, you have those Esau Jacob factor. That when Jacob was really working in the blood, because he had that system of being an investor. Jacob was an investor, while Esau was a hunter and a gatherer. He's not an investor. If you have not invested anything on earth, you are an Esau. Kama bado naishi nyumba ya kukomboa, wewe ni Esau. Lakini kama uko na kabiashara umeweka, you are an investor. Meaning you have a Jacob in you. So when he was working for Laban, the Jacob factor was working towards Laban. But when the time for Jacob to eat, the Esau factor will come to Jacob.
That's why he worked for the lady for 7 good years. When he was about to take the lady, the Esau factor came. And again, he worked for another 7 years. Still, Laban alimnyang'anya mambusi. Akalimnyang'anya kila kitu ambayo alikuwa nayo huko. Because Esau was not an investor. Esau was a hunter and a gatherer. He eats from the bush. And he may not even eat. He depends on luck. But the Jacobs, they depend from the grace of God. Because they are investors. Ask yourself, who are you? Wena kanyamude no? Eh? Kanyamugeta nityo nawe? Wena kanyamugeta nityo nawe? Wewe ni Esau. Wena kanyamugeta nityo nawe? Deno? Esau. Wena kanyamugeta nityo nawe? Kuna kitu dunia hii imetanishwa na wewe? Kuna kitu dunia hii imetanishwa na wewe? So if you have nothing that is associated with nation and a gatherer, that is the nation we call a hand-to-mouth nation. Ndio hii ya Ruto. The Hasra nation is a hand-to-mouth nation. That ile chakula unakula leo, that is all that you belong. That belongs to you. And Jacob, because of greedy, he went and bought the hand-to-mouth ideology. And he became one. A hand-to-mouth ideology does not allow you to enjoy the fruits of your work. When you get into the fruit, it stands up and tells you, you are not going to eat. So Jacob suffered in the hands of Laban until the time he decided to move. And when immediately he moved, where did he find himself? He found himself in an argument with an angel. But it's because he was in the spirit, the hunters and the gatherers, even hata ukimuletea kitu mpya, kitu mzuri, hawachukuangi kwa haraka. Because wanafikiria kumnyang'anya. Ndio hata uwetea broti ya giri 35. Oje, ai, Nairobi giri 35. Na wewe inashio, giri 35 Nairobi. Ko. Hiyo pesa mnaenda mnanunua kanyama zinaisha. Only to come and realize the products were existing. Because you are an Esau. Umeona? And if you find yourself in that situation, ya kuargue, there is something that is being sold, unaanza kusema, hiyo ni cheap sana, Nairobi acha. Ndio kwa igehia makoni mani Nairobi. Makoni mani ni wengi. Acha. Hiyo pesa unaenda hapo unaenda unaikula inaisha. Unakuja kulia rais. Hiyo kitu ilikuwa genuine. Because the spirit in you ni Esau. When Jacob argued and he was able to move out of Laban's places, he encountered an angel. And the angel struggled with Esau, not Jacob. He struggled with Esau, in quotes. Bwana Yesu asifiwe sana. Until almost in morning hours. That is when he realized, kauma moraika. Are you looking at me or you are looking at him? Look at me. Until he realized this was an angel. Because alikuwa nafikiria ni wale wazee wa Sodom na Gomora. Alikuwa naona sasa hawa wanaitwa Madedekia. Kwa sababu all his argument, ali-argue na huyu malaika amekaa kwenye nini? Kwenye ukuta hivi, akijiprotect. Kwa sababu alijua hiki kimutu kimekujia maneno.
So alikang'ang'ana mpaka wakati alivunjwa mguu, akaanguka chini, akaogojea Zedekia ifanyike, akaona ifanyiki. So most of us, they come to realize themselves wakati mguu umevunjwa. Maesau wanajijuanga wakati mguu imefanya nini? When you are down, unalia skube, ana matiuma modomoru. Ndio akamwangalia vizuri, akaona ni malaika wa Mungu. Alipomshika akamwambia, utoki hapa kabla hujanibariki, kwa sababu alirealize there is a curse operating in me. Akamwambia, hautoki hapa, nitafutie betri. Sitoki hapa kabla hujanibariki. Aliulizwa swali gani? Nipatie mic yangu. Alimwambiaje? Huyo malaika alimuuliza nini? Who are you? Akamwambia, mimi ni. That is the turning point of Jacob, when he confessed. Because the spirit that was operating in him ni ile chakula ya Esau. Ni Esau that was operating in him. When he was asked, who are you? He said, I am Jacob. And that is the turning point of Jacob. Immediately, akamwambia, kutoka leo hautaitwa Jacob, utaitwa nani? Israel, aliye nini? Aliyebarikiwa. Na kutoka hapo, Jacob, Israel, akaanza kukula vitu zake kulingana na unabii akiwa tumbo ya mama yake. So unabii ilitoka kitambo yako, lakini haujafaulu kukula unabii wako, maana Esau ulikuingia. That is why you cannot be able to operate. Tune it for me. You cannot be able to operate because the Esau factor is in you. Hata ukifungua kanisa, the Esau anasimama. Because wewe ni Jacob, lakini umekula mali ya nani? Ya Esau. Ulinunua the birthright. Until you drop the birthright, alikataa akasema, mimi ni Jacob. Kumbuka akienda kwa Laban, alienda na birthright. Akiwa nani? Esau. It is Esau that went to Laban. But kufanya kazi ni Jacob alikuwa anafanya kazi. So you may be a very hard worker. Ukikuja kanisa hii, unaweza kuona unafanya hata huduma inaendelea vizuri sana. Ukitoka hapo kienda kufungua yako inaanguka. Unajiuliza, what is wrong? Because kuna ukienda yako kufanya, yule ambaye aliingia ndani yako ndiye anasimama na kuuliza unaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you understand that kind of logic, you are able to understand where you are and what is making you suffer now. Until when Jacob alisema kutoka kwa kinywa chake, na ndio tunaambiwa tuseme. Yule msichana anaitwa Hagai, malaika alimtokelezea, akamuita jina, Hagai, unafanya nini hapa? My question is, ingekuwaje malaika ajue jina yake, akose kujua anafanya nini pale? How? Kama nimejua jina yako, lazima nijue kule unafanya. Why was that question for? Was it important? Yes, it was important. Because a confession was needed. Until time you confess. Na ndio nanaga nikiwaambia, mimi niko na watoto, mimi nimefanya. Because the more I say it, the more I become free. No inyo muikara na matuine, muikara na madena manyu. The more you say what you are, the more freer you become. Because nikikumbuka kakitu naogeleaga kwa madhabahu. Hiyo vitu zote naogeleaga watoto yangu, siogeleaga nje ya madhabahu. Nikiwa kwa madhabahu because I'm still delivered. As much as I'm a good teacher to you, I'm also going through a process of deliverance. I teach you as I'm also being delivered. So therefore,
My point here is that which the spirit that operates, that terminates what you are supposed to become, or hinders you to your successes, it is the spirit of occultism, because it is kind of a worship that lives in you. So this requires confession. Wajirwa korowale umumaraya waigira ha pulpitine ugagomete na mapasta igana rimwe. It will not harm you, it will set you free. Kama ulikuwa mwizi mzee, wacha kuogopa huyu mama. Ukipata hapa sema mimi nilikuwa mwizi, hata ile banki fulani, mahali fulani kulibiwa, ni mimi nilicoordinate. You become free. Lakini ukificha ukae nayo, it becomes now an occultism. It becomes a seed that will germinate to eat you forever. That is why many people are suffering, yet are in church. Because they are bound by that spirit. And there is no way you can be able to come out of it until you say it. Ulikuwa umeenda kwa muganga, sasa unaogopa. Na ulikuwa unaenda kwa sababu unataka watoto wako wakuwe treated, wasirogwe. Sasa uliokoka umekuwa madhakirod, umeokoka umekuwa nabii mlokole, lakini shida ikuwachangi kwa nyumba. Shida iko. Watoto wako wamekuwa machokora. Watoto wako wamekuwa wavutaji wa bagi. Watoto wako wamekuwa all this manner. It is because of you. Many children are not suffering because they have found themselves into it. It is because of the occultic spirit in their parents. Mama ndiye amebeba hiyo silaha ambayo inapiga watoto. The Bible says in the book of Deuteronomy, chapter number 28, around verse number 4-5 there, I will bless the fruit of your womb. So if the fruit of your womb is not blessed, if your children are smoking marijuana, if your children are a drugs addict, if your children are in alcoholism, it is not their fault. You are the cause of the problem. That is why the Bible says, I'll bless the fruits of your womb. So if the fruit of your womb is blessed, it means whatever that will come out is a blessing. So if your children are not a blessing, don't ask the pastor to pray for your children. Seek deliverance. The moment you will be delivered, they will be healed wherever they are. Ndio naonanga nikiletewa mtoto hapa niombee, ninaombeaga mama ama baba. Kwa sababu si mtoto mwenye shida, ni baba ama mama. Bwana Yesu asifiwe sana. So the children, the family of the Rechabites, they ignored God. Instead, they took the counsel of a curse that was left by their great-great-grandfather. Meaning what? They refused God to set them free. Why did they refuse? They refused because when you are operating under this kind of a curse, your tendency to refuse God is very high. Your tendency not to understand any word from God, you are always opposing. If you find you have that characteristic of ukararia, kukata, yani you are always you are in an argument in the word of God, you are operating that curse. You are operating in it. Every time ukiambiwa Mungu anasema tufanye hivi, unaanza argument. Unasema hii haijatoka kwa New Testament. Hii umeiderive from Old Testament. You are operating under such a curse. You are bound. That is why you cannot be able to make a decision, because you are held by forces that you don't understand. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika hapo, tumeelewana? Simujipigie makofi. Next Sunday, we shall be dealing with
The third curse. What is it? I told you. My good students, I told you. Yeah? Yeah? We have dealt with generational curse, occultic curse. Now the third curse is, my good children, I told you there are 3 curses you should have written. Nilisema. Eh? That's it? The third one is religious curses. Hiyo unaonanga mambo ya kukuja kanisa kama hii, unachukua bahasha, unaenda nayo, then you dump it in your house. That is a curse. Hiyo ni laana umejibebea. This is that causes poverty. Money to disappear from your house. Ni hiyo kabahasha ya redeemed gospel, ya neno evangelism, ya faith word. Ito tubahasha tuko kwako, ndio tunakusababishia milango ya shetani kufunguka. It is a curse. When you come to this church and then you pray around with me, the pastor of the church, and I become angry with you, you are carrying a curse. When you disrespect the anointing in this house, you are carrying a curse. If you carry anything from the church illegally, you are carrying a curse. When you abscond the work of God that you have been assigned to do, you are carrying a curse. That is for Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. Leteni nini sasa hapa? School fees, wekeleni hapa. A sacrifice. I want to break that curse, occultic curse in your mind. How many of you are blessed? Unasikia nimesika kitu sikuwa inajua. Inua tu mkono wako juu, umwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa kunifundisha. So this is what can only deliver you, not the touch. This is the only. Kwa sababu nimesoma huyu mama, as much nimekuwa nikihubiri, nimesoma huyu mama na nimeona ameenda mahali deep. Niguo. Ameenda mahali deep. Amejisearch na ameenda kilometers kama 800. This woman ametravel na amerudi hapa. Yes, deliverance has begun. So touching, hizi ni mapepo. Hola kaka. Hiyo ni mapepo. Na zitahama, zikikosa kwa kukaa, zitarudi kwako. Ndivyo inakuwaga. Nikitoa za huyu na mlango yako imefunguka, zinahamanga. Demons hazikaangi nje, zinakaanga mahali kuna damu. That is why they requested Jesus that give us permission tuende kwa manguruwe. When you are doing deliverance, it is very important for you to note and to be very careful, more especially nyinyi mnaitangwa maasha na nyinyi mnaitangwa viongozi wa kanisa. Because of familiarity spirit ambayo mmekuwa nayo, mmekuwa familiarized na the man of God of the house. You don't see anything that can bind you. So if I deliver this man and you are one of the leaders of the church, na mlango umefungua under familiar spirits, all the demons in him zitaingia kwako. That's why I see most of church leaders ni mawenda wazimu. Most of ushers ni maskini. Most of intercessors, they are confused. Most of pastors in a church, they are poor. Because walikaa na mafuta wakaizoea. Laana ya mafuta ikaanza kuwafanyia kazi. Na
kukula mkitembea tu na mhubiri na mhubiri. Ndio nakutanaka na mtu nasema atigano cio tigane gugwitira aragutwite no nagutumuja atwarithie gikari kenene. Microphone ya mbere ni ndamugureire. Microphone ya mbere nda ugicoka ugitigwo ko. Because wakoni wagurire microphone ri, we are supposed to move together. Nikikanyaga step mbili na wewe moja nyuma yangu ama moja mbele yangu. Because you are ahead. That is why you are able to buy a microphone. You are ahead of me. So at what time did I overtake you? Ni wakati hiyo microphone ilikusababisha ukanizoea. Anybody that has worked under a pastor na akadevelop a slight familiar spirit, hakuna baraka anaweza kupata. Hakuna, not until arudi kwa huyo mchungaji amwekelea mkono mbariki. Hawezi. Ukuje kanisa hii tufike mahali kiwango cha kuchezeana, ile makasiriko nitakuwa nayo, not unless I speak it out on you. Ndio ufuguke forever, forever in the rest of your life you will suffer. Forever. Until now hapa mimi ndio niko na authority. Because the Bible says, obey your prophet and you shall. So your prosperity is pegged on me. So when I am not happy with you, I withhold that which I'm supposed to release. Ninaikamata, nakamata anga yako. Meaning kila kitu chako hakuna kitu hata kimoja kitafaulu. Nothing. Ogo toroki litagagoku. Or you'll be moving from one church to another. And the more you move, the more you attract more curses. Ukienda kule, utatoka na madharau, utakamatwa. Uende kwingine, utatoka na madharau, utakamatwa. Ulienda kwa muganga, ukatoka huko na deni yao, umekamatwa. So until you kama unataka kutoka kanisa hii, kuja uniambie, baba nataka iko hivi na hivi na hivi, and for that reason ninafikiria niende, na ndio nimekuja kwa baraka. If I'm a good man of God, nitakushika mkono nikwambie kule utaenda ubarikiwe, milango yako ifunguliwe, na usipatane na kitu kitakuzuia, njia zako zote zipate baraka. Nimekufungua. Lakini tunaenda? Sawa. Enda. I've cast you already. Nimekukamata. Hakuna mahali utaenda. Na usicheze na watu kama hawa. Kuna watu wahubiri ambao ni madhabahu. Wao wenyewe ni madhabahu. Na kuna mtu mhubiri ambaye ametapu madhabahu. Unanielewa? Kuna mtu mahali popote, jambo lolote alifanyalo lina influence. Huyo mtu ni madhabahu. Huyo mtu mnaona kama Mackenzie ndiye aliambia kile mnakifanya hamkijui kitawaramba, kwa sababu yeye ni madhabahu. Yeye mwenyewe ni madhabahu katika ulimwengu huo. He is an authority. There is men and women of God who are not authorities. They are under an authority. But there is a person who is an authority. Yeye mwenyewe ni authority. Huyo mtu siwahi cheza na yeye even a single slightest. Huyo amebeba kifo yako na mkono hivi. Amebeba kifo yako na nini? Kukuzima saa hii, atakuzima tu immediately. Na kitu kadogo sana. Tukuona. That's the end of you. That is the end of you. Nitokuona. Hivyo tu. You are shattered and your life is shattered. Uta move from one church to another church seeking to know what happened. And it was a simple word. Nitokuona. So you don't know. You don't know whether I said it. And even if you heard me saying it, it didn't take you by surprise. It take you. Haikuibeba kama ni kitu ya maana.
Uliichukulia tukimzaha. I was just talking. But inside me, because I am an authority, nimeachilia authority. Etokuona. Na nimeenda. Ogotorokiita. You will never succeed wherever you go. That is why Joshua was told by God, I have given you. So where mahali utakanyagisha, it will be yours. Musa was given authority. Akaambiwa, angusha fimbo. Just angusha fimbo. Itamesa manyoka. Alikuwa na nikio onyitete na guoko. Alone, whatever he was holding could turn to be a weapon. Because Moses was an authority. Elisha was an authority. Alipata shoka imeanguka. Alichuna mti. Akawadupu hivi, akaweza neha. Akafanya hivi, shoka ikapanda. Hakuomba. Musa hakuna mahali aliomba. Ama umesikia kuna verse Musa aliomba? Musa aliambia tu Mungu, hatutoki hapa, tunaenda pamoja. Hivyo tu. That was the end of the game. Dirauma. Diradi kodo. Kototiratola na any diradi. Simple as that. And Moses was that big man. Elisha was that big man. Joshua was that big man. Because they are people who are authorities by themselves. They don't pray. Uwoke mwe, ni waradi mo. Simple as that. Simple as that. Nenda umebarikiwa. Simple as that. Na kuna wengine, oh baba, ninakuomba. Oh baba. 3 hours akikuombea. Na hata ukijisikiliza vizuri unasikia kuna mahali hiyo maombi imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye yako anaomba, naambia Mungu nimepata nyumba, nataka pesa. In 1 day or 2 days, pesa zote zinakuja. Whatever you want. Akikanyagisha kwa nyumba yako hivi, nikanyagisha hivi miguu yangu kwa nyumba yako hivi. Whatever you wanted, it will come to pass. Because that is an authority of God that is transferable, that is moving. A moving altar. You can never be able to fight such a man or such a woman. You can't fight them. You cannot win a battle against them. You can never. Hata ufanye, hata upange nini. It is only God who takes them. Only God will take them, and they will take them in a mysterious way. Not in your plan. Moses was carried in a mysterious way. Do you know how Joshua was buried? He commanded and he won battles in about 11 nations. But he was only buried by 11 people. Kwa kichaka, kwa mawe na huko. Hata kuna mtu anajua kaburi ya Joshua pale iko. Nani anajua kaburi ya Musa pale iko? Who knows the kaburi ya Elijah pale iko? Those are mysterious components of God. They are not anointed by men. They were anointed several millions years ago. And they were consecrated, anointed, and set apart for the glory of the kingdom. So they must exist. They must be there. Laila is an altar. Is an altar. Hakiishangi, hakiishi, hata ufanye nini. Nani nasikia Uhuru saizi? Uhuru tunamsikia akitajwa. Ati ni yeye amefund, ni yeye amefanya. But nobody is talking about him. Laila tulimuongelea wakati wa Uhuru, tukamuongelea wakati wa Kibaki, tukamuongelea wakati wa nani? Wa Moi, tukamuongelea hata wakati wa baba yake. Ni ile laana tu aliachwa na baba yake ndiye imemfunga. Hiyo laana tu. Aliambiwa hata kalia kiti. That is an altar. Ruto is not an altar. Moi was an altar. Kenyatta was an altar. Angaine from Meru was an altar. Mulumutisia was an altar.
ule Burudi na Manga na wanamhitaji huko kwa Waluya. Luanda Magere was an altar. Until today Waluya wana relate na Masinde Muliro. Kulikuwa na Wamalwa, lakini Wamalwa they don't recognize him, but they still associate every move with Masinde Muliro because he was an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So be careful with the kind of men and the women you are sitting under. They can destroy your life, and they can be a blessing of your life. A blessing. Just by being under here, utaona mambo yako inafunguka tu. Inafunguka, unashindwa inafungukaje. Wekeleeni sacrifices zenu hapa. Na mulani sana sana kunileteanga sacrifice nikiwa hapa. Because when I'm here, I'm in my office. When I'm in my uko ni Mr. Waroige, mnakutanaga naye sana sana. Most likely utakutana na Mr. Waroige. Na akiona kisichana kirebo kama hiki, nitamuuliza, "Wemo hiku?" Lakini ukiwa hapa na kukaa na kufanya kazi na apostle. Mumenielewa? Pendelea sana kukaa na kufanya kazi na nani? Na apostle. Wachana na Mr. Waroige. Mr. Waroige ni mkora kama wale wengine tu. Na ni mwanaume kama wanaume wale wengine. Ni wako higira lidhogo mugethakaga. Mugethakaga. Mwiraga Bwana asifiwe. Ni wako wikogo. Na nikioma pastor maigi magwaga tondu mapurifa kule rira me mister. Ketocamanagia ihaha. Mungu akikujalia tu akikuwezesha, wacha tukutanie hapa. Itakuwa kwa baraka kubwa kwako kuniliko. Kwa sababu pale nikienda nikufanya hivi, mbinguni imekuona. Ulienda kucheza na mtumisi. Na ni mimi. Ndikire mundu kana niate we. I'm a human being. Na nediaga to irio to wega. Yes. Kana wenda guthondeka riu ndatigire gutuika mundu. God a robot. So protect me as I protect you. More especially when you do that, you are protecting yourself. Because I can be a disaster to your life. Na si kwa ubaya, nitakuwa disaster kwa uzuri. Au kwa hikira kidogo. Anagola nimukenagio nini? Toko ni ndimurakaragia. 2NK. Ni ukenagio nini? Ukoro raga koreo. Uko saragia 2NK ko. Mwenye nataka kuchukua mapatie bahasha for Sunday. Uwe ngo kira guko. Yeke kira no ginya murute sacrifice. For every topic we discuss, you raise a sacrifice. So beba karatasi ya bahasha for the next Sunday. We shall be dealing on the spiritual curses. Nishoisio. Ni even the same topic. Zinaitangwa spiritual curses. Sasa kama ulienda kwa muganga ukaweka gedhito na ulikuwa umeitishwa ukasemekana utarudisha 20,000, ukifaulu na kama dole washa okia utengere oshokia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka niwaombee ndio mwende mkabarikiwe. Mbona mmekaa ni kama mko na keha? Wena keha kingine ke? Nikudigest hiyo kitu imeingia sana. Leo nimeona ni kama imewakata kila mtu. Mjikuta kwa Esau. Na si kusugumusia preaching ya Sunday, wacha nitapreach mambo ya Esau.
Sasa ikiwa preaching, hiyo utalia, hiyo utalia. Niguo ukoragwo Esau. Niguo akoragwo kari gaku ni gagukomba, kanyumba gaku ni gagukomba. Esau. Food to mouth, mouth to hand to mouth. Ati utongoria winaguo mugayanaga na thigari cia kanjo, uhitagwo guko ta thwariga, etagwo hunter and a gatherer. Hiyo ndio ile kitu. That is the what has formed governments. Every government, it has that, a hunter and a gatherer and an investor. Jacob was an investor. Chukweni bahasha. Mshachukua? Nani hana bahasha? Na nitokoshoka kwa dekadeka kama school fees, mule ako na school fees. Oh my God. Ni nini hii? Nini? Nani alileta hii? Nani alileta hii? Ilikuwa asubuhi. Wewe kuna kitu ulikuwa umeniletea pale? Kuna kitu ulikuwa unaniletea nikiwa ofisi. Nakuuliza swali. Kuna kitu ulikuwa unaniletea pale kwa ofisi? Leta. Usiwahi niletea kitu pale, unaniletea hapa. Ndio nikuwe baraka kwako. Umenielewa? Nisikilize mami. Ndio nikuwe baraka kwako. Kwa sababu nataka kukubariki. Nataka kilicho ndani yako kichipuke. Maana wewe ni nabii aliyefungwa. Huyu mama ni nabii mkubwa sana, lakini amefungwa. Ni kama mwingine hapa. No mwakilia no mwakilia shiriki tajuku akaruta hela. Nataka moto iwake every time ukue moto inawaka. Na kama mtu kingine kako wapi? Kadhireko. Walienda. Ule anakuwa na ule mama mweusi. Na ugewe hali. Kuna mwingine pale. Ule. Wewe. Work very hard. Work very hard to work. Nini? Nani yako sawa? Ni nini wewe imeanguka? Sasa unasema iko sawa? Kitu ianguke alafu useme iko sawa? Na labda mtu ni kukufa amekufa, spirit ya Esau imeanza kumbeba. Tuinue mikono yetu miwili, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndio mwenye baraka zangu. Ukaniongoze. Mungu wa mbinguni, uliumba mbingu na ukaumba dunia na ukaachilia baraka kwa maisha yetu. Na ukanibariki na ukasema nikaweze kunawiri. Siku hii ya leo niko mikononi mwako. Ukanisaidie niweze kujielewa. Madhabahu ya kishetani iliyo ndani yangu, iliyo ndani ya familia yangu, iliyo ndani ya kazi yangu, iliyo ndani ya kizazi changu, kutoka sasa ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mmebarikiwa. And now may the grace amen. Wangapi umesikia umefunguliwa? Unasikia umefunguliwa leo? Good. God is going to bless. On Sunday, I know I'll be having testimonies. On Sunday, kutakuwa na testimony. So utakuwa na testimony. On Sunday, mami, mguu yako itakuwa safi kabisa. Sasa imeanza kukua mzuri.
ile ulikuwa naenda unavamiwa tena iliisha. Bas, in the process. Thank you Kairete. Maundu no mekwagera. Mutikeinuke. Ndekirie na inyue. Amen. God bless you. Tukutane Tuesday lunch hours.